Basi hujambo mpenzi mtazamaji wa Fichuzi TV. Natumai uliko ubuheri wa afya. Basi karibu tena kwenye mada yetu ya leo, ambapo leo tunazungumzia kuhusu wachungaji. Juu tumetembea huku nje, tumekuwa tukisikiza kwamba Wakenya wakisema kwamba kuna wachungaji waongo, kuna makanisa ambayo si makanisa bali ni vituko tu. Lakini leo niko na mchungaji Elvis ndani ya studio zetu za Fichuzi, na tungependa kujua ukweli wa mambo haya. Je, mchungaji Elvis, huku nje watu wanasema makanisa ya kisasa ama makanisa ya siku hizi, makanisa ya vituko, watu wanafanya tu vituko, si kanisa, na kuna wachungaji waongo. Jambo kama hili basi wewe unaweza lichukuliaje? Jambo la kwanza naweza ongea kwa kusema ambao unajua jambo la ambapo unapata wale walio kule ambao wanazungumza, unapata ni kile ambao kizazi kilicho cha nyuma, kwa sababu ambao huduma wao ulikuwa huduma wa ambao huku kwa huduma kama wale ambao unaonekana siku za leo. Kwa sababu jambo la kwanza naweza kuambia, ukiangalia zile gari zilizokuwa za kitambo, huwezi zipata hata iko barabara. Kumaanisha kila kitu, hata ukiangalia zile simu ambazo zilikuwa miaka za zamani, huwezi zipata sasa. Simu ya sasa unaweza pata ambayo ya kitambo ilikuwa unaongelea mahali pamoja katika karumu kadogo, lakini sasa unaona unatembea na simu yako katika mfuko. Jambo la kwanza ambapo unaopata mtu anaongelea kanisa vibaya ama madhabahu vibaya, anafaa aanze kuongelea yeye mwenyewe, kwa sababu kuna vitu vingi vimebadilika kwa yeye mwenyewe binafsi. Unaopata kila kitu kinaenda na enzi yake. Unaoangalia huduma uliokuwa wa kina Petro na huduma ambao unaofanyika wa leo, unaenda ambao na kiwango tofauti. Kwa sababu huduma wa kina Petro unapata walikuwa wanaandika kwa vitabu, na walikuwa wanachukua ambao unasikia walikuwa wanachukua kamera, lakini hujui zilikuwa zinachukuliwa namna gani. Lakini sasa ukiangalia wakati wa leo, kunazo kamera, kunazo ambao utapata masimu ambao watu wanachukua. Lakini kitu ambacho naweza ambia mtu pale nyumbani, kanisa halina makosa. Kanisa ni kanisa. Lakini jambo ambao unaopata, mwanadamu anapofanya makosa sio kanisa. Mwanadamu ni tofauti na kanisa ambao jengo. Unajua mara mingi kwanza nimezungumza upande wao vibaya sana mahali hapo kwa kusema kanisa, ambao jengo ni lile jambo ambalo watu wanapokuja kusanyika mahali pale. Sasa unaopata lile jengo halina makosa, halijakosea mtu yote. Sasa ambao unaopata kanisa liko ndani mwetu, katika mioyo na roho wa mwanadamu, ndani mwa mtu. Ndio unasikia kanisa. Wakati Mungu alipomwambia Petro, nitalijenga kanisa ndani mwako. Kabla uendelee kwanza, umesema kwamba wanaongelea hivyo ni kizazi kile cha kitambo. Natumai ulisema kitu kama hicho. Yes. Sijajua kizazi cha kitambo kilikuwa kinatumia Biblia tofauti na Biblia kisasa. Kizazi cha kitambo kilikuwa kinatumia Biblia the same. Lakini wali believe sana in Old Testament. Lakini wakati ambao unapata, wakati Yesu alipokuja, alikuja na njia ya kuleta Roho Mtakatifu. Licha ambao sijasema ambapo utapata kusema ambao hakuna uongo. Unaweza pata kuna wale wanaodanganya kwa upande wao. Lakini unaopata ambao Roho alipokuja, alikuja na ambao kufunua mengi na kusaidia wengi. So hebu nikuulize ya kwamba umesema kwamba walikuwa wanapata sana kile kitabu ama Biblia katika sehemu ile ya Agano la Kale. Kumaanisha Agano la kisasa hawakuwa nalo. Lilikuwepo, ambapo ninamaanisha ni kumaanisha kuna vitu vingi ambao enzi zile, ambao huduma wa enzi zile ilikuwa ambao wa mwendo wa polepole. Na lakini huduma wa sasa jambo nao maanisha umekuja na mwendo wa kasi. Yani kuna watu wanatafuta Mungu kwa bidii. Kuna watu wanatafuta vipawa kwa bidii. Hiyo ndio maana na maanisha. Yani kule kulikuwa na mwendo wa polepole. Yani ambao ndio nimekuambia kuna vitu vilikuwa vinaenda polepole. Lakini wa leo kuna watu wanatafuta Mungu kwa bidii. Ukijaribu kuangalia huduma za kitambo na huduma za kisasa, idadi ya watu inazidi kuongezeka kanisani ama inazidi kupungua? Ambao ukiangalia huduma wa sasa, ambao watu wameanza kuwa wengi katika madhabahu. Unapata ambao yule ambaye Roho wa Mungu aliyomchagua ana uwezo
na ana authority ya kuwa na kiwango kikubwa cha watu. Unajua kuna katika utafiti inasemekana ya kwamba saa hizi vijana wengi hawapo kanisani. Lakini pia unanikanganya unaposema kwamba umati wazidi kuongezeka kanisa. Nazungumzia ambao wakati umesikia nikazungumzia kukueleza kukuambia ambao jambo lililokuja ni zile mitandao. Watu wengi unapata vijana wengi wakati wa leo wamepanda kuonea ambao katika mitandao. Televisheni zilikuja, lakini enzi zile zilikuwa lazima mtu afike pale ndipo apate kusaidika. Lakini wale unaweza pata hata mtu ako nyumbani lakini anaombewa na anapona. So tukijaribu kurudi kwa mada yenyewe sasa ya kusema kwamba kuna kanisa za kiukweli na kanisa za kiuongo, na kuna wachungaji wa kiukweli na wachungaji wa kiuongo. Je, jambo hili kama mtazamaji yule ambaye yuko pale nyumbani na wale ambao wanauliza swali hili, kwako walionaje? Ni jambo lizuri watu wanaouliza, lakini mimi nitawaambia ambao jambo la kwanza, mchungaji anaotumika madhabahuni mwenyewe ambapo uliza Mungu akupe njia na akufunulie. Akishakufunulia ambao utapata kujua ninaenda kwa mchungaji huyu ako sawa mbele za Mungu. Alafu jambo lingine nitakupenda kuambia kuhusu kanisa ambao lile jengo ama pale patu wa kuabudiwa ama pale patakatifu watu wanapoenda pale kuabudu, hapana makosa. Na kanisa ambapo mimi katika utafiti wangu jambo nalojua wale wanaoabudu sanamu huwa wanaishi katika mahali palipo msituni, pale ambapo mahali wameweka madhabahu ya giza, ambao wanaishi mahali ambapo mtu haizi enda pale penye wamejificha, mtu anaendanga pale kama amejificha. Lakini kanisa lile unapata liko open, jengo lile liko open, mtu yote anaingia, unapata madhabahu yako open. Lakini ukipata ambao sijasema si wote, unaweza pata ule ambaye huenda ako na mambo zake za kudanganya watu, hiyo ni kwa upande wao. Lakini mimi nalo kwa upande wangu utafiti wangu niliofanya nikajua huduma uko tofauti hivi na hivi. So wakiri ya kwamba wapo kwa ambao mimi ni kwa upande wangu nimeelekeza kusema ambao mimi kwa upande wangu utafiti wangu niliofanya nimesema ambao huenda kwa wenyewe ambao wanaozungumza kwa wale wanaozungumza wanaenda wanajua, lakini mimi kwa upande wangu sijaona. Na pia kuna hizi kilichosababisha jambo hili kutokelezea ni kwa sababu wanasema ya kwamba makanisa za siku hizi wanasema kuna miujiza, ishara na maajabu. Sasa hapo ndio wanasema kwamba makanisa mengine ni ya uongo. Miujiza hizi na ishara zinatoka wapi? Naweza kueleza kuambia ambao Roho Mtakatifu anapokuwa ndani mwa mtu na anapotumika ndani mwa ule mchungaji ama anatumika chini ya yale madhabahu, wewe unapata kutakuwepo na miracles, ambao kumaanisha Roho Mtakatifu huwa anatembea kusaidia wale ambao wanaomtumainia. Huwa anakuja, maana kwa sababu Yesu aliposema, ukiangalia jambo ambalo unapata miujiza hizi zilikuwa wakati Yesu alipokuja, uliona aliponya vipovu. Wakati alipoacha kina Petro, uliona hata Petro waliponya vipovu, Petro walikata minyororo za gereza, na ambao bado utapata mpaka wa leo tujafikia ambao kata minyororo za gereza. Hakuna mchungaji ambao wa leo umesikia ameenda gerezani minyororo imekatika, ameenda gerezani polisi milango zimefunguka. Yaani kumaanisha bado tuna nafari ambao ya kufikia kile kiwango cha roho bado tujafikia vizuri. Licha tunaenda kwa kasi lakini bado tujafikia kile kiwango. Na pengine je, kama wewe unaamini hizi miujiza zote ambazo zinafanyika? Kwa upande wangu, kwa sababu mimi ni mchungaji na ni mchungaji ambaye amelelewa. Na kabla pengine hujaingia hapo, umesema kwamba katika kanisa lazima kuwe na roho ambaye anasaidia kuponya na kufanya vile umesema hapo awali. Na kanisa za kitambo zilikuwa na mambo kama hayo. Utapata ambao kazi za kitambo walikuwa ambao utapata kulikuwepo na ile neema, lakini ilikuwa ambao ni maana kwanza kuna kile kipindi kilichopita nisema Mungu mwenyewe alikuwa anashuka anaonekania watu, lakini Yesu alipokuja alikuja na Roho Mtakatifu. Sasa achana sasa na hapo, ndio tulikuwa tunajua Yesu alikuwa shakuja wakati huo. Sasa tunaongelea kizazi cha babu zetu, kizazi cha babu chetu, upande wa babu yetu ambao walikuwa na ile neema, lakini ambao unapata
ambao kulikuwepo na walikuwa wanaponya, lakini zile miujiza zilikuwa zinapatikana kuwekwa mahali ambapo zinaweza onekana, kwa sababu wakati huo kukuwa na zile cameras, kukuwa na zile TV, walikuwa wanafanya miujiza kumaanisha zilikuwepo. Lakini sasa wakati wa leo zinakuja zikiongezeka, demo watu wanamtafuta Mungu, demo watu wanatafuta roho, demo watu wanaendelea kufunga, ambao na zile ambao unapata kunazo ambazo TV television zimetokea, kunazo simu. Na kwa nini sasa vile umesema the more wanaongezeka, the more miracles zinafanyika? Na kwa nini kadri jinsi haya mambo yanayofanyika, miracles zinafanyika, zile miujiza zinafanyika, ndio watu wanazidi kukashifu zaidi? Kwa nini? Jambo la kwanza ndio wanasema kwamba hatuamini huyu mchungaji, hatuamini huyu. Kwa nini? Jambo la kwanza ninalosema ni kwa kuongea, kwa kusema huyo mtu anayeongea, kwanza mimi nitakujibu hapo kwanza. Huyo mtu anayeongea ni mtu aliyojichanganya. Kwa sababu ambao angekuwa mzuri, utapata mtu huyo, jambo la kwanza aingie kanisani, ajui kanisa liko wapi, na because alisikia fununu kwa mtu fulani, alafu anatembeanga na rumors. Lakini mwenyewe akienda pale ambapo ajione kwa macho yake vile watu wanapona, ama unaona mwingine unapata, because kuna ambao ndugu ama dada ambaye anakashfa na ule mchungaji, huwa anaanza kutrend vitu ambao vieleweki katika mtandao, anaweka mambo ambayo yapatikana katika mtandao. Lakini mimi naongea na ule ambaye anaenda kuwatch clip hii na anaenda kuona ambao kanda hii tumemwekea, kumwambia asiangalie vitu vya mtandao ambao vimechanganywa na kuwekwa ndani muongo, aende mwenyewe binafsi paka ground, ataona miujiza. Vile umesema hiyo ya kwamba mwenyewe aende hadi ground. Kuna video moja nilikuwa napita kwenye mtandao. Nikapata jamaa fulani ya kwamba alienda katika kanisa fulani, na kwenda pale alikuwa anataka kujua zile miujiza ambazo huwa zinafanyika pale za ukweli. Alikaa, lakini pale alisema kwamba kuna vile wanasema kwamba kuna wanaponywa, lakini kwenda pale hakuna kilichofanyika. Na baadaye tena akajaribu kujua zaidi, na wakajaribu kuleta wagonjwa kwa mkutano fulani mahali ambapo yule mchungaji alikuja. Na alishangaa sana kuona wachungaji, yani wanaopona ni wale ambao alikuja nao, lakini wale ambao wao waliwapeleka pale hawakuponya. Alisema kwamba viwete hawakupona. Akasema kwamba wale ambao bubu sijui yenye midomo ilikuwa namna gani hawakupona. Pengine kama juu umesema kwamba aende kwa ground. Huyu alienda kwa ground, akaona kwamba jambo hili halikufanyika. Na kudhibitisha tena, wakaleta wao viwete wao katika ile area, wakaleta pale, wakabaki tu vile walivyo. Umeongea jambo lizuri sana. Unajua shetani alienda kumjaribu Yesu. Alipoenda kumjaribu Yesu, akamwambia Yesu, nataka ujirushe kutoka juu ya gorofa ukaanguke, malaika watakushikilia. Kuna watu ambao wanaenda kumjaribu Roho Mtakatifu because wajaenda na imani ya kupona. Umejapima vizuri mahali hapo. Yeye alikuwa anaenda kwa sababu jambo la kwanza alipoenda, alienda kuchunguza. Na unajua roho huwezi mchunguza. Ni vile ulisema mara ya kwanza, wewe enda kwa lile kanisa uangalie, uchunguze. Ndio pia mimi nimekuuliza hivyo sasa. Mimi nilisema afike pale akiwa aenda ajione, awe na imani. Unajua kujionea ni hali moja ya kuchunguza. Ambapo aenda ajione, yani kumaanisha aende na imani kwa lile jambo linalomtesa, ajione na amini Mungu anaweza ponya. Sasa unaona huyu hakuwa na jambo lolote, but alikuwa anataka kudhibitisha. Sasa ambao unajua jambo la kwanza nikwambie, unaona jambo ambalo unaopata, ulikuwa mgonjwa na ukapona, wewe ndio unajua ushuhuda. Because hajakuwa mgonjwa hajapona, haizijua. Lakini una siku atakuwa mgonjwa apone. Hata ile sehemu naweza kuambia, kabla mimi sijafikia ambao kiwango cha kuokoka na kiwango cha kutumikia Mungu, hata mimi nilikuwa nachukia sana wachungaji, na nilikuwa nasema ni uongo. Lakini wakati ambapo nilipofikia kwa hilo jambo na nikapitia hilo jambo, ndio nikajua kumbe Mungu anaweza kuokoa mtu. Je, kuna hao wanasema kwamba wachungaji wengine hupata nguvu zao kutoka kwa nguvu za giza? Sasa hilo swali kwa upande wangu, kwa sababu mimi ambao wanaojua nguvu zinatoka kwa Yesu. Sasa hilo swali, yule ambaye anayejua nguvu zinatoka ambao kwa upande mwingine unaweza muuliza pale.